Inasemekana wanandoa wakishaachana kuna mgawanyo wa mali wa 50% kwa 50. Ipoje hiyo sheria? Huo mtazamo si wa kweli kisheria au una uhalisia wote kisheria, kwa sababu wahenga walisema kila mbuzi atakula kulingana na urefu wa kamba yake. Ina maana utavuna ulichopanda, si ndio? Yes, exactly. Kwa sababu ukisoma kifungu cha 114 kifungu dogo cha pili, paragraph B ya sheria ya ndoa sura ya 29 iliyofanywa marejeo 2023 iko wazi kabisa. Kwa mahakama inaangalia kigezo cha kwanza mahakama ambacho nakizingatia, tunasema the extent of contributions, kwamba ulichangia kitu gani kama mwanandoa during the existence of marriage, ulichangia kitu gani upatikanaji wa hiyo mali. Na huo mchango tunaangalia katika engo kubwa tatu. Tunaangalia engo kwa maana ya asset, ulichangia katika asset ipi uliochangia upatikanaji wa hiyo mali. Kama tofali ulichangia kwenye nyumba, maana yake ndicho utakachoondoka nacho. Alafu kingine tunaangalia ni fedha, ulichangia fedha gani during the acquisition of that property, yani ulichangia pesa kiasi gani kwenye ununuzi wa hicho kitu simply. Lakini kingine ambacho tunaangalia kazi, ulifanya kazi ipi kwenye upatikanaji wa hiyo property. Kwa mfano property kwa maana ya nyumba, kwa mfano kama nyumba ulibebelea kuchotelea maji, kubebelea tofali katika ujenzi, yani nguvu kazi, tunasema nguvu kazi ipi ambayo ulichangia wewe katika upatikanaji wa hicho kitu. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo vinaangaliwa zaidi na lazima uvithibitishe. Na unadhibitishaje? Yani ni mambo ya kiushahidi. Yes, ni mambo ya kiushahidi. Kama ulichangia kwenye upatikanaji wa hicho kitu kwa maana ya ununuzi, kuna receipt, kuna vitu vingine vyote. Kama ulichangia katika kazi, utathibitisha labda kumleta shahidi ambao mlihusika wakati wa mikataba ya kazi. Yes, mikataba ya kazi na vitu vingine. Kwa hiyo kila kitu unachozungumza mahakamani kwenye upatikanaji wa hicho kitu lazima ukithibitishe kwa ushahidi. That is a position. Okay, jamani wadada tujitahidi.